Hello barashezi, mimi naitwa Oswald kutokea hapa Duty Media, na leo nimeona ni vyema nikazungumze na mzee Chembele hasa kuhusiana na kesi hii ambayo imedhidi kumkabili Tundu Lissu, ambayo ni kesi ya jinai, kesi ya uhaini. Na nimeona ni vyema kwa sababu yeye ni moja kati ya mtaalamu, pia amefanya kazi kufuatilia kesi mahakamani, ana utaalamu huo, anaujua. Lakini lengo langu ni kwamba nikutaka kujua kwamba je, hii kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu, je ikoje kwa yeye kutokana na uzoefu na anavyofahamu masuala haya? Je, anazungumziaje swala hili na ni kwa nini imeendelea kuchukua muda mrefu na kwa nini iko hivi? Nataka nenda moja kwa moja na mzee. Habari yako? Nzuri. Heshima yako mzee Chembele? Mimi mzima bwana Nelson. Kwema kabisa. Mimi mzima kabisa. Ndio. Mzee Chembele, leo tuko kwako hasa ni kutaka kufahamu kutokana na uzoefu wa mambo kama haya ya kesi na kesi swala tofauti na kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu. Mzee Chembele, hii unaizungumziaje na kesi hii? Kesi ya Tundu Lissu tunaweza tukaita kesi ama hujuma. Na kwa kawaida umri kama huwa kwangu ni msema kweli. Hata nikikaa na familia lazima niipe mwongozo ambao unaostahiki. Na sisi Waislamu, mimi Muislamu, Waislamu tunaogopa dhambi au hatuogopi kufa. Na mara nyingi ashindwa kuzungumzia kesi ya Tundu Lissu, wengi wanaogopa kufa. Sema nikizungumzia kesi ya Tundu Lissu basi nitafuatwa, nitauawa. Kumbe sisi ni mashahidi mbele ya Mungu, mashahidi mbele ya serikali, mashahidi mbele ya Tundu Lissu. Tunataka tukae tuzungumze mbele swala likoje, tunapanga kulielewa ile swala tunazungumza. Mathalan Tundu Lissu tumeambiwa haini. Wote tukaamini Tundu Lissu ni haini. Basi baadaye tukaambiwa mshtakiwa wa kawaida. Mara nini. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye mwenye fikra nzuri ataelewa kuna kitu ndani yake. Sasa kulizungumzia swala Tundu Lissu kama ambaye sikuenda shule ya kisheria, inaweza nikakosea, lakini akili za kawaida inaweza nikahisi kuna kitu ndani yake. Kama Tundu Lissu ana makosa, kesi mashahidi wamepatikana, kila shahidi katoa kesi, katoa shahidi wake. Hivi kwa nini serikali isijaji, isihukumu? Kesi mashahidi wamekuja, wote mashahidi wamekuja kuja kutoa shahidi wao. Sasa kwa nini serikali ama hakimu ama jaji asihukumu? Ingehukumiwa tukajua moja hii kesi mahukumini imehukumiwa kwa kosa hili. Lakini kwa sababu halihukumiwi tunapata mashaka sisi wengine. Kwa sababu gani? Ndio maana nakwambia sisi Waislamu, mimi Muislamu, huwa naogopa dhambi, wasiogope kufa. Na wewe kijana mwandishi kuja kuniuliza habari hizi, nitakwambia Tundu Lissu kama ana makosa watuambie makosa yake. Huu mwezi wangapi toka kesi yanze? Nafikia hata mwaka. Natosha mwaka. Lakini serikali haijatoa ufafanuzi Tundu Lissu kafanya hiki na hiki. Anashutumiwa tu. Na mashahidi washakwenda hapo. Kwa nini pasipatikane ufumbuzi tukajua kwamba Tundu Lissu nani? Na muhaini kweli au sio muhaini? Na Tundu Lissu binadamu, unajua mara nyingi hata Yesu amesema katika Luka 3:14. Askari naye walimuuliza Yesu, nasi tufanye nini? Yesu akawajibu akawaambia, msimdhulumu mtu wala msimshtaki kwa uongo, bali mtosheni mshahara wenu. Na Mwenyezi Mungu audia Qur'ani kwa Waislamu alitangaza kwamba hampe msaada mtu mwenye kudhulumu, la yahdi qawmi dhalimin. Mungu hampe msaada mwenye kudhulumu. Sasa tuna wasiwasi sisi ikaonekana serikali yetu na makosa juu ya jambo hili. Kama serikali ina uhalali ya kumkamata Tundu Lissu, mhukumu kabisa kwamba Tundu Lissu kosa lako ile hukumu yako hii. Mambo kaisha. Lakini kama asija kavuruga amani ya nchi yetu, kama Tundu Lissu na makosa, serikali ituambie na makosa, jaji ndio hukumu. Kisha mashahidi wameenda, jaji yupo, Tundu Lissu yupo. Lakini kwa nini kesi haiishi? Watanzania baadhi yetu na mwenye huruma Tundu Lissu. Hatumuonei huruma kwa sababu kaonea, sio hivyo. Kwamba anachelewa maabusu, yule mtu alikuwa mbunge, mtu ameelimika, mwanasheria. Tunamtegemea watu wote kama wanavyomtegemea serikali. Pia serikali mtegemea kwa mpata vyeo vingi vimempa vyeo. Sasa sisi, mimi kama mimi kuna jambo nataka niliseme katika kesi hii.
serikali kuna kitu wanatuficha juu ya Tundu Lissu. Serikali ikituweka wazi juu ya Tundu Lissu, lakini bado kama wanatufungia mzigo tusiojua. Mimi kwa wazi naweza nikasema Tundu Lissu wakati mwingine hana hatia. Kusema hivyo nakosea ama sikosei? Kwa sababu kwa nini asifungwe? Kwa nini asihukumiwe? Mashahidi wote wametoa kila kitu na bado kesi haimaliziki. Kinangojwa nini? Napata mashaka pengine Tundu Lissu hana kosa. Napata wasiwasi pengine Tundu Lissu hana makosa, na ndio maana serikali inashindwa kumhukumu, kwa sababu jaji kasoma, hakimu kasoma, mashahidi wamesoma na polisi pia wamesoma. Sasa niseme kuna mawaziri wa sheria, wa afya na nini, hivi wanashindwa kuelewa kwamba Tundu Lissu yukoje? Tumtegemee msomi gani kama sio jaji? Tumtegemee msomi gani kama sio hakimu? Kwa nini jaji hawi wazi, hakimu hawi wazi? Wamekaa tu kimya. Tundu Lissu wanaficha nini juu lake? Nikisema Tundu Lissu hana kosa kwa sababu muda umepita mrefu sana. Kama nilivyokuambia mwandishi, mimi huwa naogopa dhambi, siogope kufa. Kama anayesema akinielewa vibaya serikali naona atanionea, kwa sababu mimi ningeomba tu serikali itwambie, wamfunge, wamhukumu, tujue na makosa gani basi. Je, ikitokea sasa Tundu Lissu inaonekana kwamba ameshinda kesi, ana makosa, nini kinaweza kutokea hasa dhidi ya serikali? Kama yeye kionekana hana hatia, mimi nafikiri serikali tunaona kwamba serikali inakuwa na wasiwasi nacho. Kama serikali walichukua na wasiwasi nacho kama Tundu Lissu hana, basi mimi naamini watu wa intelligence wajifunze, watu wa usalama wa taifa wajifunze katika hili. Mimi naamini serikali na watu wengi wa kuchunguza mambo. Itakuwaje kipindi chote watu wote hao washindwa kumchunguza Tundu Lissu akajua mkasa yake? Kwa hiyo tukapoonekana kwamba Tundu Lissu hana hatia, tutapata wasiwasi serikali kwamba inatafuta watu maalum kwa dhulumu haki zao. Kwa mfano kama mimi sijulikani hapa, lakini naona macho ninayo, masikio ninayo, serikali yangu naifahamu ilivyo, na niliamini kwamba Tundu Lissu haini. Lakini inapoonekana kwamba sasa haionyeshi kwamba ni haini, kwa nini jaji hukumu? Na tukapoonekana kwamba hana hatia, mimi nitapata mashaka kwamba serikali inafanyaje au wasomi wakoje. Mimi naamini kenda mahakamani, kama na haki nitapewa, kama sina haki nitafungwa. Na wewe tunakaa tu sasa, dunia nielewaje? Au familia yangu tania? Unajua familia mpaka za Tundu Lissu wanaomba hata isiwepo kesi, au serikali yenyewe isiwepo, serikali wanaomba hivyo, lakini kwa sababu hawana uwezo. Mimi ningeomba tu kwamba kama Tundu Lissu ana hatia au kumiwe, kama hana hatia waachiwe. Na kila aliyeiona kesi ya Tundu Lissu kama alikuwa na dalili ya uhaini, basi watu wasidiriki mambo ya uhaini, waache. Mimi uhaini sijaujua, nasikia tu kesi ya uhaini. Baadaye wakaniambia uhaini kupindua serikali. Nimeambia uhaini, wananiambia ukisikia mtu haini anapindua serikali huyu. Basi mimi sijui chochote, lakini Tundu Lissu mimi napata mashaka. Kwa nini hahukumiwe? Basi hahukumiwe, tujue kwamba ana makosa gani, watuambie.